Leo tunazungumzia vita vya kivita vya aina mpya kabisa. Sio vita vya ndege, sio vita vya mizinga, bali vita vya siri na aibu. Kamati ya kivita ya Iran, wataalamu wa mtandao, wametoa tishio la moja kwa moja kwa Rais Donald Trump. Wamesema, ukituvamia, tutafichua kila kitu unachokificha kuhusu Jeffrey Epstein. Sehemu ya kwanza, tishio la hackers. Katika maisha, kuna njia tatu za kutawala. Unaweza kuwa na nguvu, unaweza kuwa na pesa, au unaweza kuwa na akili za hali ya juu. Na akili hizo ndizo zinazomfanya haka awe hatari. Hackers wa kijeshi wa Iran ni maarufu duniani. Serikali yao inawawekea fedha nyingi ili kujiendeleza. Tofauti na Afrika ambako fedha zinapotea kwenye mashindano ya urembo na upumbavu, Iran inawekeza kwenye vita vya kivita. Sasa, hawa hackers wa kijeshi wameleta tishio. Watatoa barua pepe siri za watu wa karibu wa Trump. Watu kama Susie Wiles, Roger Stone, Lindsey Halligan na Stormy Daniels. Na nyaraka watakazozitoa ni zipi? Nyaraka za Jeffrey Epstein. Sehemu ya pili, Epstein ni nani? Huyu alikuwa mfanyabiashara tajiri kutoka Marekani. Alikuwa na mali nyingi, nyumba za kifahari New York, Florida, Paris na hata kisiwa chake binafsi kinachoitwa Epstein Island au kisiwa cha Epstein. Lakini Epstein hakujulikana kwa utajiri wake tu. Alijulikana kwa mfumo wake wa kuwanyanyasa watoto. Aliwavutia wasichana wenye umri wa miaka 14 kwa ahadi za pesa, kazi na masomo. Lakini ukweli ni kwamba aliwapeleka kisiwani kwake kwa ajili ya matumizi ya kingono na watu mashuhuri duniani. Alikuwa na msaidizi wake, Ghislaine Maxwell, ambaye sasa yuko gerezani kwa kosa hili. Epstein alikuwa na ndege yake binafsi iliyoitwa Lolita Express, aliyoitumia kusafirisha watoto hao na watu mashuhuri. Majina ya watu waliopanda ndege hiyo yanajulikana. Sehemu ya tatu, watu waliohusika. Nani walihusika kwenye mtandao huu wa Epstein? Bill Clinton, rais wa zamani wa Marekani, Bill Gates, mwanzilishi wa Microsoft, Jeff Bezos, mwenyekiti wa Amazon, Prince Andrew na wengine wengi wa tabaka la juu duniani. Prince Andrew, mwana wa malkia wa Uingereza, na wengine wengi wa tabaka la juu duniani. Na Donald Trump, rekodi za ndege zinaonyesha kuwa Trump alipanda ndege ya Epstein mara 8 kati ya mwaka 1993 na 1996. Moja ya safari hizo alikuwa na Epstein tu na mwanamke asiyejulikana. Hii inapingana na kauli yake mwaka 2022 aliposema hawahi kupanda ndege ya Epstein. Sehemu ya 4, ujanja wa Trump na vitisho vya Iran. Trump aliahidi wakati wa kampeni, nikishinda nitafungua Epstein File Transparency Act. Watu wengi walimpigia kura kwa sababu hiyo. Mwaka Novemba 2025, sheria iliamuru na nyaraka zitolewe kabla ya Disemba 2025. Lakini nini kilitokea? Hazikutolewa zote. Wadai wanasema karibu nusu ya kurasa milioni 6 hazikutolewa kwa sababu za usalama. Sasa, hackers wa Irani wanasema, sisi tunazo nyaraka hizo ambazo Trump amezificha. Ukituvamia, tutazitoa kwa umma. Kwa hiyo, hii ndio silaha mpya ya Iran. Sio kombora, sio ndege ya kivita, bali ni kumbukumbu za aibu za watu wanaotawala dunia. Trump anapanga kushambulia Iran. Atajibu kwanza, je, niko tayari dunia kuona ukweli wote kuhusu Epstein? Tunangoja kuona kitakachotokea katika siku zijazo.